basi wazo la siku ama wazo la wiki. Wiki hii ningependa tufikirie juu ya maneno ambayo nataka kuyaongea, juu ya mambo yanayoendelea sio nchi tu ya Kenya, lakini karibu ulimwengu mzima, na sana sana nchi yetu ya Kenya. Kuna maandiko kwenye kitabu cha Waamuzi 9, mahali tunapata Biblia inaongea juu ya Abimeleki mwana wa Yerubali. Biblia inasema kuna siku alifikiria jambo ambalo lilikuwa nzito la kuwainukia watu wa nyumba ya baba yake. Na Biblia inasema basi alipowaza yale mawazo, akaamka yeye na akaendea watu wa jamaa yao, alafu akaanza kuongea na wao jinsi anavyotaka kuwe. Na Biblia inasema basi pale mstari wa 5 nasema kisha akaenda nyumbani kwa baba yake. Baada ya kutoka kwa jamaa yao, alirudi nyumbani kwa baba yake huko Ofra, na akawaua ndugu zake wana wa Yerubali baba yake, na aliwaua watu 70, wote wakauawa na jiwe moja. Lakini kuna jamaa mmoja ambaye ni ndugu yake mdogo, yeye alipoona hivyo alijificha na akatoroka na akaenda. Na basi baada ya mauaji, Biblia inasema akawaleta watu wote wa Shekemu pamoja, na Biblia inasema alikuwa anatamani atawazwe kuwa mfalme ili aweze kumiliki nchi yao. Lakini hata hivyo, Biblia inasema naye Abimeleki alitamani kuwa mfalme karibu na huo mgadi ulio karibu na ngome iliyo katika Shekemu. Na alipofanya hivyo, naye ndugu yake mdogo ambaye alikuwa anaitwa Yothamu, nasema Biblia inasema mstari wa 7, kisha walipomwambia huyo Yothamu, yeye akaenda akasimama juu ya kilele cha kilima cha Gerizeremu, akapasa sauti yake, akapiga kelele na akawaambia, nisikizeni mimi enyi watu wa Shekemu, ili kwamba Mungu naye apate kuwasikia. Wakati alipoona mambo yamekaribia ya kwenda kutiwa mafuta kwa Abimeleki ndugu yake, linasema alipanda juu ya mlima na akapasa sauti, maana tu alikuwa amejificha na alikuwa jamaa mdogo sana. Basi neno hili linaliongea kwa sababu ya mauaji yanayoendelea katika nchi yetu ya Kenya. Watu wanauawa hovyo hovyo, lakini Biblia inasema hata Shekemu, hata kule nchi ya Shekemu, Biblia inasema watu walianza kuinukiana, Mungu alikuwa ndani. Na baada ya yale mauaji, basi Biblia inasema kuna mambo ambayo yalifuatia ambayo tutakuja kuongea baadaye juu ya vile kuliendelea. Lakini hapa mwanzo nataka tuone uongozi ambao huyu jamaa aliutamani kwa njia ambayo haifai, kwa kuua watu, kwa kutoa damu ya watu na kuwachinja bila huruma. Na watu wote, watu 70 walikuwa ndugu zake. Ningeomba na ni maombi yangu, nchi hii tunapokaribia uchaguzi wa mwaka ujao, ninaomba Mungu aanze kutuliza mioyo ya viongozi na sana sana wanasiasa, ili mauaji yanayoendelea katika nchi hii na damu inayomwagika isiweko tena, lakini Mungu na atusaidie aweze kusimamisha haya mauaji, na watu basi wakawe na amani. Na vile vile uongozi hauwezi shukuliwa kwa njia ya kuua wale wengine. Uongozi utashukuliwa tu kwa njia unyenyekevu na kwa njia ya maombi. So mimi ningelipenda tuwe na hilo neno likuwa wazo la wiki, ya kwamba hata kama Yothamu alibakia, hata kama alipanda juu ya mlima na akaanza kupasa sauti akilia kwa ajili ya nchi yake, nasi wale watu wa Mungu tumesalia na wale ambao tunahubiri neno la Mungu, tunafaa tupande kwenye kilele cha kilima na tuanze kumuomba Mungu kwa ajili ya yale mambo yanayoendelea katika nchi yetu. Nawaachia hapo, lakini endelea kuangalia part 2 ya neno hili. Nitaongea hapo yale maneno ya Yothamu aliyoongea, maneno ya nguvu. So Bwana wabariki na watende mema.